Mumeandika Joshua 24:15. Nanyi kama mkiona ni vibaya kumtumikia Bwana, chagueni hivi leo mtakayemtumikia, kwamba ni miungu ile ambayo baba zenu walitumikia ng'ambo ya mto, au kwamba ni miungu ya wale Waamori ambao mnakaa katika nchi yao. Lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Haya ni maneno ya Yoshua. Yoshua anawaambia Waisraeli, maana aliwaona wamekuwa kisirani, hawasikii. Kila mtu akiambiwa fanya hili, yafanya mambo yake. Njoo kanisani mapema, waje saa 5. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa katika hali hiyo tunapata ya kuwa Yoshua akawaambia Waisraeli, sasa kwa sababu kila mmoja anataka kujifanyia mambo yake, basi wacha afanye. Kama mtamtumikia miungu ya Waamori ama mtamtumikia miungu ya baba zenu waliokuwa wakiabudu ng'ambo ya mto, basi nyinyi fanyeni, lakini mimi na familia yangu ama mimi na jamii yangu tutamtumikia Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Sasa haya ni maamuzi ambayo Yoshua mtumishi wa Mungu alijiwekea. Sasa wewe ni kijana, wewe ni mzazi. Je, maamuzi yako ni gani? Maamuzi yako yako vipi? Wewe ni kijana, unaamua kuishi maisha gani? Usiishi kama vijana wengine waishivyo. Usiseme mimi kama mvulana lazima nikuwe na msichana, lazima nikuwe. Kuna mwingine alikuja kuniambia eti mwanaume kamili lazima kuwe na wanawake wanne. Nikamwambia hiyo usahau. Kwani wa kazi gani? Wote wa kazi gani? Bwana Yesu asifiwe. Sijui alikuwa ametoa wapi, lakini alikuwa anazungumza hivyo. Lakini mimi nikamwangalia nikaona ni wale tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo katika maisha ya wokovu, ishi ukijua ya kwamba unatakiwa uelewe ya kwamba ni maamuzi gani unatakiwa kuwa nayo kama Mkristo. Ni maamuzi gani unatakiwa kuwa nayo ili uelewe jinsi ya kuishi hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Si kila jambo ambalo linatokea ni lako. Kuna mambo mengine si ya kwako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana tena sharia mawale mitume waliishi wakijua ya kwamba hapo ulimwenguni si kwetu. Ndio maana tutadharauliwa, tutakataliwa kwa sababu sisi ni wapitaji. Bwana Yesu asifiwe. Hapa duniani si petu. Sisi sote tunapita. Au ameokoka hajaokoka, sote tunapita. Na kuja ajue kweli tunapita. Ngoje sasa wakati Kristo atakapodhihirishwa ama atakapokuja kwa mara ya pili, ndio atakuja kujua kweli ilikuwa si kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa kama kijana usikuwe na kichwa ngumu. Mzazi anakuambia usifanye vitu fulani. Namwangalia nasema unaona umekuwa na kidevu kimefika hapa. Nasema kaniambia nini? Yeye pengine ana kidevu. So unajua watu wanakuwa tofauti. Pata hakuna kidevu. Sasa unasema wewe umejaza mashurubu huku. Nasema au mzee vipi? Mbona anataka kunichanganya? Sasa unatoka pale unaenda unajifanyia mambo yako. Unaambiwa hapa nyumbani ikifika 12 wewe umetulia. Unasema mbona mzazi unanipimia masaa? Unanipimia hewa? Hakupimii hewa. Anakuambia kwa sababu yeye ni mzazi, ameona mengi. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Wewe ni msichana, unaambiwa ya kwamba epukana na vijana, epukana na wasichana walio na tabia mbaya mbaya. Wewe unasema ya kwamba mama sasa nataka nicheze tu na hivi vitoto vidogo hapa nyumbani. Hajakwambia ucheze na vitoto vidogo, amekwambia ujiepushe na wao. Jina la Bwana libarikiwe. Mwisho wa siku wewe unakuja kuharibikiwa, unaanza kusema iwishi ningejua iwishi nini. Wakati ulikuwa unaelewa kabisa, na tena sio mtu mdogo. Umekuwa umekomaa, unajielewa. Umeenda shule umesoma. Wakati mwingine tunasema tukienda shuleni, huwa jambo la kwanza tunatolewa ujinga. Sasa ina maana unapokuja kutekeleza mambo ambayo sio, ina maana hata ule ujinga wa shule ukutolewa. Yaani wewe ulienda ukasoma ukamaliza. Ndio huwa na washanga watu ambao wanasema ama mtu unampata ameenda university, baada ya kumaliza anakuja kijijini kuvuta bangi. Sasa huyu naye tunamweka wapi? Bwana Yesu asifiwe. Yaani
primary, secondary, tena baadaye unaingia university, unakuja kijijini kulewa. Sasa haya nayo tutayasemaje ama tutaweka wapi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani na maana wewe ukitoka kule ukuje usaidie mtu ambaye hajaenda shule, ili ajue kweli kuna tofauti ya wewe na mwenye hajaenda shule. Sasa kama mwenye yuko mtaani anavuta bangi, wewe nao unakuja kuvuta bangi, sasa aliyesoma yupi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yale yote ni maamuzi ambayo tunajiwekea. Je, uamuzi wako leo hii ni gani? Wewe unasoma, unajiamulia usome mpaka wapi? Unajiamulia usome jinsi gani? Unajiamulia baada ya masomo unataka kufanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii ni akimetana. Haleluya. Amen. Kwa hivyo maamuzi yetu wacha yaeleweke. Mimi sitamalizia hiyo, ni ya mwisho, tutakuja tuendelee kwa sababu tutaendelea wakati mwingine, kwa sababu ya mafundisho yanahitaji muda sana ili ya kwamba tuelewe, si kitu cha kupita tufia alafu tuseme tumemaliza. Tunatakiwa kuelewa. Kwa hivyo uamuzi unaoweka leo, wewe kama mzazi, wewe kama msichana, wewe kama kijana wa kivulana, maamuzi unaoyaweka leo yatategemea ama yatafanya vile maisha yako ya kesho yatakavyokuwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kwa hivyo tukue makini sana na yale maamuzi tunayoyaweka. Na Bwana atusaidie katika hili. Iwapo kuna maamuzi ulijiwekea, ni vizuri sana kumwambia Mungu nisaidie. Muombe Mungu akusamehe ili ubadilishe mwelekeo. Badilisha mwelekeo. Kama ulikuwa umeamua kuanza kuvuta bangi mwezi ujao, sahau. Anza kusema mimi nataka kutafuta Mungu, nataka kuomba Mungu, nataka nifunge kila siku, nataka nisome Biblia kila siku. Badilisha maamuzi. Kama umeamua leo unataka ukatafute kamsichana, wacha kuanzia leo useme mimi sitatafuta. Kwa sababu gani? Wakati wako bado, na kama utafanya sahihi basi fanya, lakini ujue hayo ni maamuzi umeyafanya ukiwa na akili zako timamu. Kama nani? Kama nani yule alisema mimi na maamuzi yangu sijui na akili zangu zetu patupa basi. Sasa wacha ukue kama mzee tupatupa, yale maamuzi ambayo utayaka leo useme mimi nikiwa na akili zangu timamu nimeamua narudi shuleni hivi very soon, tunafungua, nakuja nikifunga shule nakuja na visiana vitatu, nakuja na vivulana vitatu, na hivi nitakuwa najiwekea. Sasa ngoje ile siku ya harusi wakuje wasimame, nani anapinga viamke vyote. Hiyo siku ndo utaanza sijui wanasema ukistaajabu ya Musa utaona nani? Firauni. Utaona mpaka ya Abrahamu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ni maamuzi ambayo umejiwekea, umejichagulia. Ndio maana nimekwambia majaribu yote tutapitia. Kama wewe ni msichana utasumbuliwa sana. Siku hizi hata hawakujui jina wanayofanya. Sasa wewe nao mpaka unaangalia nyuma. Achana na wao. Bwana Yesu asifiwe. Wacha upige hizo, maana wewe uitu. Lakini unapata mtu anashangaa, simama, piga ile kama ya scout, unasimama, nakuja na kuongelesha pale, kitoka hapo unasema hata mimi nilikuwa nafikiria hiyo. Sasa wewe kweli una maono wewe? Kweli una maamuzi wewe? Mwambie ujui bado mimi ninasoma. Mwambie ujui mimi bado kuna mambo natakiwa kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo tukue makini na maamuzi tunayoyaweka. Kama umeweka maamuzi fulani na unaona kabisa haya si maamuzi mazuri, hebu achana nayo. Badilisha maamuzi. Badilisha mwelekeo wa maisha yako. Usiishi kama vijana wengine, usiishi kama wamama wengine, usiishi kama wazee wengine waishivyo mtaani. Ishi kama mtu aliyeokoka na aliye na maamuzi. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ndio maana Biblia inasema kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati 30 inazungumza ya kwamba Mungu akawapatia maamuzi ya kifo na nini na uzima, ili mtu sasa ajichagulie. Na tayari unapata watu wanajichagulia kufa. Maana wewe ukijiingiza katika vileo ama ukijiingiza katika ulevi, si unataka tu kufa. Unakufa tu mapema. Kunywa pombe, maini inaharibika, ukivutavuta bangi mapafu inaharibika, inatoboka.
Sasa niambie mapafu venye inakaa alafu ina mashimo. Sasa utakuwa unapumua ama unatoka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wale maamuzi ambayo unayeka leo inaweza ikainua maisha yako ama ikakufanya ukapitia hali ngumu tena sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mimi hili neno la tatu la bidii tutakuja tuangalie wakati mwingine, Bwana akitujalia. Amen. Kwa sababu ya wakati, tuko na wadada hapa, tuko na wamama, tuko na wazee na tunatakiwa tufike nyumbani mapema. Kwa hivyo mimi nitakomea hapo. Mungu awabariki sana na Mungu awatende mema.